It's power. Kizazi ni shida, naweza kumzuru mtu mbaya na makosa. Kizazi bara, naweza dada zako mdogo wangu wewe mapepe. Sema mwanangu mboga mwanangu sio ndo kichubuka na sema Mimi sometimes pale uwanjani jana kwa kama kocha wewe ndo nakwambia mdogo wangu. Kocha wewe, kocha wapi wewe mwenyewe juzi tunacheza mpira umemwona mtoto kapita unakimbia. Oe, hivyo mdogo wangu wewe mapepe. Angalieni kule mtu na elimu yake. Sasa mdogo wangu pita, wewe bwana mwanafunzi, yale mambo ya nini? Umeona sasa? Angalia sasa. Yale ndo mapenzi sasa. Unalopoka tena mwana. Sasa unalopoka babu. Yaani yale mwanangu sana alialia kila siku. Hii ndio mahaba sasa mzee una. Wewe sikiza. Ona. Unakumbuka ile siku? Anachezesha game imenoga watu wamechelewa mazoezini. Sio unamaanisha hivi, anamaanisha tu kwamba eti mtu mchukue mpaka utembelee nje ndio unaonekana wewe unapenda. Ngoja. Tunaenda kimfano yeye Jasmine yule pale. Naye anaposumbana naye siku kamkubali. Kaka. Mzungumza. Mama Jasmine yule, yani mama mko wako yani. Yaani nimekutana naye anaumwa kweli kwenye bodaboda ndio hospitali yani. Yaani kazidiwa kalegea hivi. Una uhakika? Uhakika upo kaka. Wewe unajua kwanza ipo hospitali gani? Hospitali yenyewe unaijua sasa unaenda kufanya nini? Oe. Acha uzembe. Wewe unajui unaanzia tulia hapa kwanza. Kama kifuani. Kaenda Chamazi hiyo. Mwenzako itosheleza mdogo wangu. Poa baridi wana. Poa taarifa zake za kweli. Njoo kwanza Sema naye mierusho siku nyingine. Njoo kama hiyo. Mpe nafasi kwanza. Habari za siku nyingi mdogo. Safi kaka. Ndio pilika. Njema. Pilika zinaenda vizuri. Zinasonga. Ndio. Majukumu yanaendaje? Majukumu yanaenda vizuri. Ila bwana kaka, nimekuita hapa. Nataka nikupe taarifa moja. Ndio. Mdogo wako Ken hapa. Nataka nioe. Wow. Nataka nifunge ndoa na Melissa. Ndio. Jambo zuri. Jambo zuri sana. Vizuri sana. Vipi kuhusu kakako, umemshirikisha hilo jambo? Bwana, kakangu Jacob hana taarifa yoyote. Kama unavyojua anaishi Marekani. Sema yeye naye mierusho. Yaani wewe siku nyingine usije kama hivi. Unazingua kinoma kwanza. Wewe unaona tumekaa kijiwe chenyewe hiki mwanangu afu unakuja safe kweli. Tunataka kukimbia unajua pila. Sema mwanangu kafanikiwa na hivi. Kama hivyo wewe. Unazingua bana. Kafanikiwa kuja kuua watu, unataja mapepe kibao. Yule mshikaji wangu kwa taarifa ya mama kwa simple. Wewe ungekaa chini kwanza unampa mtu taarifa. Wewe mwenyewe umemkataa. Wewe umeona wapi? Kati hapo. Kwa hiyo hapa kwa haraka na harusi yenyewe itabidi iwe haraka. Kama rafiki wa kakangu mkubwa, nimeamua nikupe taarifa ili uweze kushiriki kwa pamoja. Kutokana kwamba unaishi Tanzania, kwa hiyo kila kitu tunaweza kushiriki kama kakangu pia. Kwa hiyo ni taarifa yangu kwako kwamba mimi nahitaji nifunge ndoa, nahitaji tu kwamba kwenye harusi yangu uweze kufika. Vipi lakini mbona kama kulikuwa kuna makubaliano ambayo itabidi aoe yeye kwanza alafu utafuata wewe. Kizazi bara, naweza kufanya vitu mbao kajitasa. Basi wewe mwache Mungu. Basi wewe mwache Mungu. Basi wewe Karibu. Karibu kaka. Asante. Ingia kaka. Okay. Safi tu. Samahani dokta. Naam. Na mwangu ameletwa hapa. Anaitwa afadhali. Dada yenyewe hapa. Jasmine, karibu. Ingia ndani. Karibuni tena. Karibu. Asante dokta.
Na saizi. Poleni. Shukuru Mungu. Naam. Daktari, mama anaendelea? Ndio, mama tumempokea na tayari tumeshamfanyia vipimo. Ni kwamba nilikuwa nawasubiria, niliwaita mwanzoni sikuwaona, lakini majibu tayari shatoka. Kaka, kuhusu makubaliano sijui kuhusu nini, nahisi hao tayari yashatoka na kwenye akili yangu tayari. Nishakuwa mwanaume ni mkubwa sasa, yani nimeshakuwa kiufupi. Kwa hiyo hapo kuna maamuzi ambayo unahitaji kutoa mimi kama mwanaume sasa. Si unanielewa? Kwa hiyo ni taarifa tu nakupa. Mimi nataka nioe. Kwa hiyo sitaki ushauri. Yaani sitaki chochote kutoka kwako, bali nataka tu kushiriki wewe. Na imani kadi nitakuletea pia. Ni hivyo tu. Okay. Yaani hivyo tu, taarifa zangu ni hivyo tu. Sitaki ushauri kwamba hapana, sababu mimi pia ni mtu mzima naelewa. Na tatizo la mama tumeona ana uvimbe tumboni. Sawa. Ndio inabidi atumie dawa na afanyiwe na upasuaji. Kwa hiyo inabidi mjiandae kwa ajili ya upasuaji. Okay, daktari. Naam. Hivyo vitu vyote vinaweza vikagharimu kama shilingi ngapi? Mama inabidi apate matibabu kabla ya kwenda kwenye upasuaji, na kuna matibabu pia inabidi apate baada ya upasuaji. Kwa hiyo itagharimu kiasi cha milioni 1,200,000. Ole wewe. Daktari, kwa muda gani? Matibabu kabla ya upasuaji ni masaa machache. Upasuaji utatumia ni chini ya lisaa 1, na matibabu baada ya upasuaji ataendelea nayo kwa siku 7. Mimi nauliza pesa inahitajika kwa tatizo lake, kwani inahitaji ifanyike kwa haraka zaidi? Ndio, inabidi ifanyike kwa haraka zaidi ili athari isiendelee kuwa kubwa. Okay. Sawa daktari, haina shida. Tutajitahidi. Haya, poleni. Asante. Sisi tunaweza kumuona? Ndio, mnaweza mkamwona. Lakini amepumzika. Labda baada ya muda mfupi mtapita pale mtamwona. Asante. Haya, poleni. Sawa daktari, asante. Ole wewe. Ndio hivyo bwana mkubwa. Okay. Kisasi. 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 Kisasi ni shida, naweza kumzuru mtu mbaya na makosa. Kisasi bara, naweza kumzuru mtu mbaya ya kukosea. Kisasi ni shida, naweza kumzuru mtu mbaya na makosa. Kisasi bara, naweza kufanya vitu mbaya ukajitasa. Basi wewe mwachie Mungu. Basi wewe mwachie Mungu. Basi wewe mwachie Mungu. Basi wewe mwachie Mungu. Sasa ni shida, naweza kumzuru mtu mbaya na makosa. Sasa bara, naweza kufanya wewe mmoja ukajikosea. Sasa ni shida, naweza kumzuru mtu mbaya na makosa. Sasa bara, naweza kufanya wewe mmoja ukajikosea. Yasmin, yuko ni swala bora tuache hizo tofauti zetu zote. Sawa? Afu tuangalie masuala ya mama. Mimi sio mpumbavu unajua. Naomba ukae mbali na mimi. Muda mwingine nataka hata nafasi nikae peke yangu, lakini unanifuata kila hatua ninayopiga. Upoje wewe? Yasmin, hivi unaweza kukaa kimya afu tukalijadili kuhusu hii hela tunaitolea wapi? Najua kuna hili swala peke yako huwezi kutoboa Yasmin. Siwezi. Acha dharau mpuuzi wewe.
Hivi ushawahi kukaa na kufikiria maisha yako labda? Kutengeneza maisha yako labda? Yako kwa tu yenyewe kushinda afu nataka uchukue ya kwangu. Hivi upoje? Au sio? Najua kabisa kwa nilisema. Viatu vyako tu vinakushinda kununua. Ukaweze kunisaidia mimi pesa matibabu. Hivi upoje? Kama unataka kutoa msaada, kuna watoto yatima huko mitaani. Kuna vituo vya watoto yatima. Nenda ukatoe misaada, sio kwangu. Una wazazi wako nadhani. Katoe misaada kwao. Mpuuzi mmoja wewe. Labda nikwambie kitu kimoja Jasmine, sawa? Kwa hili swala, sawa? Naweza nikakaa mbali na wewe lakini sio kwa sababu ya mama yako. Sawa? Mama yako ananijua mimi thamani yangu, mama yako anajua mimi upendo wangu, sawa? Kwa mimi nitafanya kwa ajili ya mama yako. Unajua thamani wewe? Unajua thamani wewe? Au tu unaongea kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupa wewe uwezo wa kuongea? Hebu acha kujibebesha matatizo ambayo hayakuhusu. Habari ya kufuatilia na kufanya mambo yasiyo kuhusu uache. Unajua mwanamke una matatizo sana. Sasa nisikize nikwambie, sawa? Wewe fanya unavyojua wewe na mimi nitafanya ninavyojua mimi, sawa? Sitokusumbua, sitofanya chochote. Ila mimi nitajua nitakachokifanya, sawa? Ondoka, sikutaki. Okay, sawa. Hamna shida. Only one. Kizazi ni shida, naweza kumzuru mtu mbana makosa. Vipi kaka? Karibu sana ndugu. Good kabisa. Sawa, mambo mengine yanaendaje? Mimi bwana nashukuru nimekukuta. Tupo kaka, mambo mengine yanaendaje? Bana brother. Mambo yanaenda hivyo hivyo lakini. Ndugu yako na mtihani. Ndugu yako nimeshikwa vibaya. Kaka shida nini? Mwanangu kaka. Unajua kuhusu mtoto mwanangu Jasmine. Okay, Jasmine najua. Bwana yule mtoto bwana, mkubwa wake ameshikwa. Mkubwa wake anaumwa. We, Naona nimekwambia niko hospitali. Nini tatizo? Ndio mkubwa tatizo kubwa. Ni mkubwa na uvimbe tumboni. Sawa. Na kikubwa anatakiwa kufanya upasuaji. Hasa kupigia hesabu ama daktari alitupigia yule daktari pale mahesabu yote. Yaani nimevurugika yani kwamba kufanya upasuaji, matumizi ya pesa, sio nini milioni 2 na milioni 2. Mimi nimetoka pale nimejikaza kisabuni, unajua ile ndio kiume nitafanya nini, lakini nimetoka pale kaka yani pressure tu. Afu kiangalia maisha yangu mwanangu. Pengine na mtoto wenyewe ukimwangalia hana ndugu yoyote bwana. Lakini jeuri kinyama. Ila mimi sijari kuhusu matatizo yake, sio jeuri yake wala nini. Sawa, mimi namwangalia mkubwa wake. Kama nimekuambia mimi mbona ananikubali kinyama. Kumbe lazima nionyeshe respect yoyote kwa yule mkubwa. Sasa hiyo pesa mimi naitolea. Kwa hapo tunafanyaje kaka? Hapo kaka sasa kuna cha kufanya. Mimi nimeona mimi nimekuja kwako hapa nikajua kabisa mimi nikaenda kwa blaza pale chochote kitu yani itakosekana kikubwa chochote hata ushauri. Ni chochote yani mimi ya mada ya akili yangu ikae sawa maana sina mwingine kumpelekea mzigo. Okay. Elewa. Ndugu yangu. Kikweli wanasema kwanza cha kwanza ni utu. Alafu mali au pesa baadaye. Lakini ndugu yangu katika hili mimi mwenyewe sielewi kaka. Sina kitu. Sasa sijui hapa tunafanyaje hapa. Tunafanyaje hapa? Maana mimi sielewi. Labda katika hilo labda nusu yake tunaweza nikajipiga nikajivuta ikapatikana. Sasa hichi kingine cha kuongezea tunakipataje kaka? Lakini milioni 2 yote kaka sina hela. Afu wewe mdogo wangu. Kwa sijui hata tunafanyaje. Kweli kaka. Nusu kaka wewe ndio umenisaidia pakubwa lakini sasa nimesema mnatoka hapo moja kwa moja nampata elimu naambia nipata nusu hapa nyingine najao unajua. Hiyo sio kweli, sio kweli. Sema, mimi kama mbaya sana, yani nimekaa vibaya kinyama. Ama nini kaka? Wewe pale nyumbani pale, siku na viwanja vya ulisi vile. Kwa nini usikate zake moja? Unakata kidogo tu. Tunakiuza.
ili tuweze kuongezea hapa na hii nusu inapatikana huku, mambo yaende sawa. Hapo mimi. Yaani kama nilikuwa nimefungwa ujue. Kuna fresh tu kama vimbo. Nini baba, hii bro bwana nifanyie hivyo bwana. Kweli, kikubwa kama utu ndio kitu cha kwanza. Unajua, mtu mwingine labda Mungu ndo kaleta hii shani yake. Mtu unaniambia siku zote kwamba anakusumbua sana. Huenda sa Mungu kaleta hili ili umsaidie na yeye afungue moyo wake. Huyu Mungu ndo kasababisha yote haya kaka. Sema kweli kaka, unajua. Umeona hapo Katika vitu sasa hapo mbele na kitu kaka. Sasa pale mimi nikiuza pale hata kama mizozo sio nini lakini mimi muda huo shamaliza na mazingira yangu. Kweli. Lakini pia kipengele kitu kimoja. Kitu gani tena? Unajua ile swala kwa lipo serious sana. Karibu mkubwa atakao kufanya upasuaji kama sio kesho basi kesho. Unajua masuala mambo ya kuuza vitu haya mwanangu haraka unajua. Sasa unafikiri haraka dalali au mtu akununua pale kaka mimi namtoa. Kaka unacheka sasa mwanangu. Kaka katika swala la kuuza pale. Wewe usiwaze. Mimi muona katika simu yangu kuna madalali kama wote na namba za madalali huko mpaka basi. Kuna madalali wateja wanao mkononi muda wote. Kwamba ukiambiana kuna hili mteja huyu hapa kaja. Bwana yaani kaka usiwaze swala kuuza pale. Leo hii kama unasema leo hii mimi napiga simu madalali wangu. Tunauza. Nyama sasa. Kaka leo usiwaze. Taki kubwa ni kukunjua, tukate kipande pale tuuze. Tumalize hili swala. Fresh kaka mimi nitashukuru kinyama yani bro. Mwenyewe unajua mwanangu. Wewe ndugu yangu mimi siwezi kuacha kaka. Wewe ndugu yangu mimi. Mimi ndo pale kule manzi na vimba kinyama wewe yeye ni hela hii hapa unajua. Kaka kikubwa utu. Kweli. Udemu kimfanyia utu. Wewe mwenyewe anafungua roho. Hakuna mtu ambaye atashindwa kumthamini mtu alomwezesha au alomfanikishia jambo lake. Fresh kaka mimi ndashukuru sana. Kaka twende pale tukapiga hatua pale tupime. Tukishapima tunapiga simu madalali. Hata leo anaweza kaja leo mteja au kesho. Wenzetu kaka. Shamba noma. Haina neno kaka, hilo limeisha hilo. Mimi naimalizia. Wewe malizia.